Februari 19 majira ya usiku, Jimbo Kuu la Kanisa Katoliki la Dar es Salaam lilitangaza kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo hilo, kilichotokea jana saa 4 usiku akiwa amelazwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa na askofu mkuu wa Dar es Salaam kwa sasa, Thaddeus Ruwa'ichi, ambapo taarifa hiyo ilieleza kuwa taarifa za mazishi zitatangazwa baada ya mipango kukamilika. Hii ni historia ya Polycarp Kardinali Pengo. Maisha yake ya awali. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwanze mkoani Ruvuma, Songea. Alipata elimu yake ya msingi ya sekondari katika shule ya Kanisa Katoliki, lakini pia aliingia seminari mdogo na baadaye seminari kuu kujiandaa na upadri. Aliwekwa wakfu kuwa padri mwaka 1971. Baadaye alijiendeleza kitaaluma katika masomo ya teolojia ya maadili, yani moral theology, huko Roma, Italia. Tangu akiwa padri, alionekana kuwa na uwezo wa uongozi na misimamo thabiti katika mafundisho ya kanisa. Huduma yake ya uaskofu ilianza mwaka 1983. Aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea. 1986 akahamishiwa jimbo la Tunduru Masasi. 1992 aliteuliwa kuwa askofu mkuu msaidizi wa jimbo la Dar es Salaam. 1992 mpaka 2019 akawa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Lakini katika hayo aliteuliwa kuwa kardinali na Pope John wa pili mwaka 1998. Katika uongozi wake aliimarisha taasisi za elimu za kanisa ikiwemo shule na vyuo. Alihimiza malezi ya mapadri na watawa. Aliongoza Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa zaidi ya miaka 25. Mchango wake kwa taifa la Tanzania. Maadili na sauti ya kijamii. Alikuwa sauti muhimu katika masuala ya maadili, familia, hata ulinzi wa maisha, akisisitiza misingi ya maadili ya Kikristo katika jamii. Amani na umoja wa kitaifa. Alihimiza mshikamano wa kitaifa na amani, hasa wakati wa uchaguzi na mijadala mikali ya kisiasa. Uongozi wa kanisa kitaifa. Aliwahi kuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, akishiriki kutoa miongozo na matamko kuhusu hali ya nchi, elimu na maendeleo. Aliunga mkono juhudi za kanisa katika kuendesha shule, hospitali pamoja na miradi ya kijamii iliyohudumia Watanzania wote bila ubaguzi wa dini. Kwa ujumla, Kardinali Pengo ameacha alama kubwa katika historia ya Kanisa Katoliki na jamii ya Kitanzania kupitia uongozi wake wa muda mrefu na misimamo katika maadili. Lakini pia sambamba na hilo, zimetumwa salamu za rambirambi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kwa Baraza la Maaskofu pamoja na Wakatoliki wote, ikisema kuwa nimepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Katika kipindi chote cha utumishi wake, Kardinali Pengo alisimama imara katika kuhubiri amani, maadili na mshikamano kwa taifa. Alikuwa sauti ya busara katika masuala ya kijamii na kimaadili, akihimiza amani, heshima, utu katika jamii yetu. Mchango wake katika malezi ya kiroho na maendeleo utaendelea kukumbukwa na kuenziwa siku zote. Rais Samia pia ametoa pole kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, Askofu Wolfgang Pisa, maaskofu, mapadri, watawa, familia, ndugu, jamaa na marafiki, waumini wote wa Kanisa Katoliki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.